I am the Jupiter. 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 Mzee Chupi. Be. Na kuonea huruma sana. Kwa nini? Na kusikitikia. Yaani nakusikitikia kupita maelezo. Yaani sijakuelewa kwa sababu mkuu kama ananitega aseme. Kwa sababu mkuu mimi akaniambia nije huku. Umesikia sana bwana hiyo? Sasa nafika hapa na kukuta mtu kama unatoka bichi unaniambia nimepotea masharti. Yeye yuko wapi? Wewe ni nani na umetoka wapi? Mimi ni Mzimu Kikeni. Oh. Basi nisamehe sana. Mimi ni mjumbe tu hapa. Nimeagizwa kwako. Basi nisamehe sana bwana. Na yeye yuko wapi sasa bwana? Wewe nisikilize na ufuate maelekezo yangu. I am the Jupiter. Nataka kesho tukutane hapa hapa. Sawa sawa. Kuna mtihani nataka kukupa. Mtihani gani? Usijali. Utaujua tu. Sawa. Usijali. Wewe ni tii tu kila ambacho mimi nakuelekeza. Sawa bibie, nimekumanyite. Unaweza kwenda. Baba mdogo. Ndio baba. Bani sani kwa kweli nashukuru. Pole kwanza na safari. Nishapoa bwana. Yani kwa kweli nashukuru sana. Umetoka nyumbani moja kwa moja au kunisema ulipitio? Hapana, nimetoka moja kwa moja. Unajua nimechelewa kufika mpaka naingia saa hizi. Ndio. Gari letu kule si unajua moja. Linaitwaga na Nena Mumo. Okay. Sasa tumefika hapo sehemu moja kunaitwa Masanganya. Likaharibika hapo. Umeona tena katikati ya msitu. Watu pale unaambia ndo tukaanza kula mafenesi. Unaambia nimeshindia mafenesi baba. So mchezo. Asi mbayo. Madamu mmefiko bani babangu mdogo. Kabisa. Karibu baba mkwe wangu mdogo. Asante. Karibu nyumbani kwetu. Hapa ndo nyumbani. Tupo tunaishi hapa na mume wangu. Maisha tu mazuri. Sawa. Huyu ndo nani yako? Ndo mkweo. Mkweo. Ndo mke wako wewe? Mke wangu. Mbegu gani? Mpogoro au? Hapana, huyu ni mtu wa nani Mwanza huko Msukumu. Tabora huko. Mwanza huko. Mimi mtu wa Mwanza. Na watu wa kule sijui kwa nini wanakula. Kuna vitu vya kunona sana kwa sababu hata ming'ombe ya kule mibonge. Ndio hata binadamu naona wanafanana. Hali yao ni kwenda vizuri. Inaruhusu. Kwenda straight. Sawa. Mimi mzee na kwanza angalau umenishitukizo nimeona tu ghafla umekuja. Kunisimu wala ukupigi simu. Lakini ndio hivi bahati mbaya mzazi huwezi kumlaumu. Madam mmefika tutajipanga tukiakili. Mimi bwana na chumbi kimoja na stingurumo. Sawa, si ndio hii hapa. Chumbi na stingurumo. Miaka yote umejenga chumba kimoja na sirumu hii. Maisha yenyewe ikae mkononi. Na kweli. Kupata tu kiwanja pato. Kujenga namna nyingine tena ya pili. Na kweli. Sasa bwana hapa tujipange jinsi ya kulala. Kwa kuwa mimi niko na mkweo tusitutala chumbani. Wewe utakuwa unalala hapo stingurumo kwenye kochi. Komenta kwa kama masofa pale makochi pale. Unakulala pale kwenye makochi. Sawa. Sawa, hiyo sawa, haina shida. Sasa hapo mimi bwana nikubali tu kwa sababu mjini sijawahi kufika muda mrefu. Ndio. Naleta ladha. Sawa, mimi nimekubali tu. Nitalala tu hapo.
Alafu mzee, kitu kingine ni kwamba kama una tabia kujisaidia kwenye chupa. Maana mkojo ukiingia kwenye chupi muli, baadaye ukikaa kidogo unanuka tetanasi. Ni kweli. Ni kweli. Inaonekana kama maabara. Najua hayo mambo. Nayajua. Ndio. Na wewe mkojo wako ulivu hapo umekomaa. Unaweza ukatuharibia ladha ya chumba. Kweli na unaweza toka toboa vitu vyenyewe. Sasa chooni sasa ndo wapi? Lakini mume wangu. Unaweza kawa labda usiku mbaya. Kuna ile lindo letu tulikuwa tunanunulia nini? Tulikuwa tunaogea zamani. Ikapasuka juu kile cha kushikia. Kwani tusimpe iko akawa anajisaidia asubuhi anaitoa. Unafanya mchezo. Wewe kwa mtu mwingine si mzee wangu huyu. Huyu amekomaa. Mkojo wake huyu akikojole kwenye nani kwenye ndoo lile. Ndoo linatoboka kama asidi. Nani? Ndoo inatoboka ile au ndoo inaweza kuwa na rangi ya ukungu wa kijani ule kama kwenye mto ule. Au kwenye bomba pembeni ule. Sawa. Wale uone ndi chooni. Chooni si ndio kuli? Ba. Kuli ndio chooni. Natoka tu hadi. Sawa. Kwa hiyo pale unatumia kupanda juu au? Unaingia kwa chini unafungua babati. Pale unashuka unaingia chooni. Sawa. Ndio kama lile kama shimo au ndio kama vio vya mjini huko. Ukikosa tu kulenga basi imekuwa kasheshe. Ndio iko chimo tu kama kawaida. Ni ulengaji wako tu wa shabaha. Sawa, mimi nimekuelewa. Mimi nitakaa hapa kwa muda wote. Sawa, lakini asubuhi ninapata vichai. Muda wote muda gani mzee hapo usikuelewe? Asubuhi napata chai. Sawa, utaka kwa muda gani? Kwa muda tena. Kwa muda hapo umesijajua. Naona sasa mzee kama hujajua wewe si hujabidi uhangaiki. Plani zako zilikuwaje? Zilikuwa kuishia hapa au kuendelea kupambana out kidogo? Yaani hapo jinsi ilivyo. Ninapoangalia sana kama nimependezewa na maisha ya hapa, basi nitaendelea kuishi milele. Kwa sababu nikisema nimependezewa kwa sababu gani? Kama kuna mademu, kama nakula kwa wakati, nitoke niende wapi bwana? Natulia hapa. Lakini kama hivyo vitu navikosa, let's go. Sasa mzee, mademu gani wewe na umri huu? Sababu mimi naishi na mke wangu hapa sielewi. Wewe unatoka kijijini unakuja kutafuta maisha au unakuja kufuata mademu? Chochote ninachokutana nacho mimi napiga bambi. Mume wangu. Baba mkwe. Wewe si mzee kabisa. Unatafuta mademu wa kazi gani babangu? Na mjini hapa watoto hapa ni wabaya. Unaweza ukafia guest baba mkwe. Acha. Mademu wa nini? Umekuja kutafuta maisha, jitafute ukijipata unapata kajumba. Kwanza ninachomwambia mimi kwamba anakuja kujitafutia maskino. Wewe umlio ukatafute mademu. Hapa kuna mademu anaitwa mchongoma. Utapata shida. Kuna mademu anaitwa sex mobo. Kuna mademu anaitwa mtungono. Mtungono. Ushakuona hao. Baba utakuwa utapasuka mbavu za chago. Kabisa. Yaani yaachi kabisa mzee. Tafute maisha na hapa tafute ile mapemo. Mimi nakupa mwezi mmoja. Ushabidi mwezi mmoja utafute hela chumba hadi 25 vina vipo. Utakosa 25 hata nikupe miezi 25 unapata. Hapo sawa. Lakini niongee kitu kimoja. Huyo umempata kwenye mitandao yenu. Maana amenona. Asiwe mzee rafiki yangu mzee ba mdogo. Mbona hivi nakuwa vitu vinaipaje? Yaani mimi ningelipata kama jitu kama ile hapo tipwa tetema. Linaovunja vitanda. Mimi nakwambia ningelioa hilo. Sasa ukioa unaenda kukaa nalo wapi? Chumumu. Mjinga wewe. Mbavu. Wewe kujaje kutafuta maisha? Nishakwambia ba mdogo utakuja kukosana tu. Utakuja kuzinguana. Kwanza ushaanza kunizinguo. Au siangalia wiki ifiki hapo. Anisha kuona unaudai mbamba. Hivi babako mdogo ana akili timamu kweli anaufahamu? Au kanywa mapombe yake huko alafu ndo kaja nyumbani? Au huyu katoka kijijini kanuia mademo. Sasa kwa nini nilipokea hata mimi mkuu wake yani uniheshimu ba mdogo kweli jamani? Aliposema huyu nimetoka mjini kunuia mademo kweli.
ujue mademu wa kwetu kule wamekomaa sana kama wabeba maiti. Unawajua wenyewe. Sasa ukiwaangalia kwenye mavideo kila mwanamke mzuri bwana. Kwenye manyimbo yao wanakuwa wazuri. Na mtu ukimwona kafungasha kweli. Setimila zinaonekana. Lakini kwetu kule unaambiwa mtu ajulikane huku mbele wala nyuma tu kama madumu. Kwa hiyo sasa mimi nataka ni uonje upepo wa bongo. Sawa. Sawa mzee. Tuangalie mazingira. Basi sawa. Sasa nisisahau. Na mimi bwana nimenunua simu kubwa. Baada nilivouza bidhaa zangu nimenunua. Kwa muda mwingine napiga selfie. Okay. Wananijua kama mimi mzee Chupi humo. Napata mademu wa kizungu ila kuwajibu sasa. Ndio shida, si unaona hapo. Kwa hiyo muda mwingine tunakuwa tunapiga wenyewe tunakaa piga picha pamoja vile. Kwa hiyo hata tukifa mtu ukimuonyesha huyu tulikuwa naye anachangia. Sawa. Mzee una selfie naye pia. La selfie. Sasa jamani niandalieni basi hata vimaji vya kwetu vya kuoga. Sasa mzee nimeshituki kidogo. Baada ya kuangalia profile yako pale nimeona kama umeweka picha ya msichana kama kavaa nguo tight tu. Kavaa kama boxer hivi. Yule alikuwa anafanya mazoezi tu yule. Ndio umeweka pale mbele. Nimemweka pale mbele pale. Basi mzee unaona la gani kuangalia picha zile pale vijana wadogo. Hakuna wewe unashindwa tu kuelewa. Mtu nikiwa nataka kumuoa ndo waga namwekaga pale mbele pale. Unajua nataka kuoa mimi mzungu. Mzungu? Mzungu nataka nimweke. Sasa wewe unataka kuoa mzungu yule mtulinga mvunja chago ulikuwa na mtako wa nino? Sasa hizo si unakuta ni tamaa tu. Unaguna Mume wangu, mimi naona sio ni waache niingie ndani maana baba mko anachokizungumza mimi hata sielewi. Nenda ndani. Kwa nini tunazungumza hapa ni ugoro yani. Yaani kuja mama mko umenichoka. Hakuja kukutandikia. Kwa hivyo anajua kama mimi naitwa mzee Chupi. Anajua shamwambia. Mimi ndo mzee Chupi. I am the Chupi yo. 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 Hakuna majani yoyote. Kumbe kama kwetu. Kama kisambu si kile pale kile. Tembe. Ni figu na vijana unaovuti kumbe mzee wangu leo unavuti mzundi. Sio bana mzundi. Sisi gani jamaa? Bani mimi naona kama mzundi unavuti mzundi baba bodi si bana sigara ipiga kidogo bwana. Basi bwana mimi sitaka hiyo. Sasa mzee niache kwanza nikuache nene kwanza kwenye mizunguko yangu naingia kazini. Nishavali hivi unajua mimi security. Unafagia barabara wewe? Au dereva bodaboda? Hapana. Mimi security. Huyu si Mama Samia huyu. Ndiye. Haki ya Mungu anampenda kule kwetu kijijini jamani. Kwelo? Nakwambia kipindi kile tulikuwa tunahangaikia sijui masuala ya maji yale. Ndio. Sasa hivi nakwambia mabomba mpaka chooni. Bwelele. Kama mtu utaki kukoga uchafu wako mwenyewe. Ana uwezo. Nakwambia hatari. Barabara sasa hivi imeingia lami mpaka kule kwa nani kule. Kwa funga kule chini. Ndio. Sasa hivi barabara ipo ya lami. Na michezo sasa. Nakwambia 5 tu watu wanakuli 5. 5 na kipindi kile tulikuwa tunateseka hata masuala ya kuangalia mipira. Sasa hivi umeme hadi kule wewe. Unaona Mama anaweza huyo. Kweli.
Sasa mimi ndio naenda bani kidogo hivi. Wewe naomba nitakukutia hapa, ulikuwa unasemaje? Sawa, lakini samani bwana, mimi nataka twende wote. Na mimi unijulishe mimi. Sasa itakuwa kidogo tatizo. Wewe muziki kwanza bwana. Mimi ngoja niende tu. Ngoja ni mkwewe anakupiki kidogo huko. Usubiri msosi. Wewe mimi nitajua mwenyewe nitakula mbele. Sawa, kama umesema hivyo utaki kunitembeza, labda unaweza ukasema labda unatembea na kikongwe. Na huku nasikia kikongwe kama sisi tunaonekana wachawi. Labda wewe upendi mambo hayo. Hapana, usifikiri hivi mzee, kwa nini acha tu kunichimba. Haya mama, ndani baadaye. Sasa wewe ndani mwanangu. Ukija basi uniletee na nani? Na kama hii. Sawa, utakuja nayo. Sasa niletee pakiti nzima nilipige tarumbeta. Ndio kulete pakiti. Basi sawa bwana. Haya. Akia Mungu. Wakulu mliba, mloleni mwanangu. Kitunga kiavika, mwize mlongele. Wakulu, mizimu ya Wasafi, mizimu ya Festivo, mizimu ya TMK, mizimu ya TikTok. Nimekuja jamani mimi. Nimekuja jamani mje. Nimetoka kijijini huko jamani, huko Msangachole kwa bibi huko Mwanarumango mpaka Kibesa huko. Nimekuja huko leo mjini huko. Jamani mje. Mje jamani, mje jamani, mizimu jamani. Mkuje mizimu jamani, yafunga mizimu jamani ya bibi yangu mimi jamani, mje. Na waomba mkuje jamani, kama Mkochole Mwanarumango kwa bibi huko jamani, mje. Mimi nimekuja jamani, mzee Kichupi. Mkuja jamani. Nawaomba sana mizimu ya kikeni, ya kiumeni jamani, mkuja. Ule kijijini ulifanya kazi nzuri sana tena la duniani kwa kwenda mbele. Lakini matokeo yake ukaja ukaharibu maisha. Sasa mzee Chupi, umefanya utumbo kule kijijini ukakimbilia mjini. Sasa nikwambie kitu. Bado mashariti yako pale pale. Umeelewa vizuri? Mashariti bado yako pale pale. Tumekusamehe kwa sababu unafanya kazi nzuri sana, kazi yako iko tele BSK7 tuna comprendre, yani iko sawa. Na ndio maana nimekusamehe bure tu, no problem. Isipokuwa nikwambie kitu kimoja. We mzee Chupi, mashariti yako pale pale. Lazima utafute wake za watu upate la duniani. Kinyume cha hapo, bebe nango, lazima ushuke kiuchumi na maisha yako yatakuwa magumu. Sasa nakwambia vipi mzee Chupi, sisi bado tunataka tule samaki kwa la zetu. Tunataka tufaidi samaki, masato na kila kitu. Tumeelewana vizuri? Habari ndio hiyo. Sawa, nimekuelewa ulichosema. Na mimi naiahidi mizimu. Mimi sitawaangusha. Kama mmenisamehe na shukuru Mungu jamani, lakini na mimi nitafata kama mlivyosema. Haina shida. I am the Chupi. No problem. Habari ndio hiyo. Mashariti lazima uzingatie. Ushalimu kule kijijini umekimbilia huko. Nimekusamehe bure tu, no problema. Lakini kama nilivyokuambia kwamba mashariti yako pale pale. Lazima utembee na mke wa mtu ili mambo yaende. Kinyume cha hapo, gagaja kama yagongili misidaba ikirodaba gerebo samsingi maega. No problem. I am the Chupi. I am the Chupi. I am the Chupi. I am the Chupi. Mimi
nilikuwa nakusikiaga tu bongo mpaka yule nani bwana, kuna kijana ameimba kama yuko mani yule. Niko bongo mani Chino Mano. Hivyo ni mtu kabisa. Chino Mano. Yule ni mtu kabisa. Ni mtu yule. Ile nyimbo imenikosa kile kibao. Kama niko bongo mani yo. Basi mimi nachezaga sana kwa. Chino Mano yule. Chino Mano. Ili umesikizia papi au umesikizia toka kijijino? Nimesikia kijijini ile. Hapa kijijini imefiko. Imefika kule. Kipindi kile na karadio kangu kale kadogo basi nasikia tu. Niliposikia tu kama uko bongo nini? Kama niko bongo mani. Wawe basi mimi nafanyaga hivi. Kucheza siwezi. Awe acha mimi ningejua kucheza wewe. Ukasema ngoja niende bongo. Ngoja niende nani nimepaona bwana. Kweli nimepaona watu wengi kweli yani. Huko inaonekana Mungu ndo kawashusha sana. Mimi hata kuna nani jamaa yangu mmoja anaitwa nani huyo? Frankie. Wazazi wake wametoka nani kijijini wamekuja. Baada ya kusikia nyimbo ya Chino Mani. Kama niko bongo mani. Ile imeleta watu wengi sana. Hata usimekuja kwa nyimbo ile. Hiyo nyimbo hiyo nilivyosikia kama uko bongo sijui mani. Nikasema ngoja niende huko bongo. Maana wanaimba mpaka kwenye maredio kwa hiyo nasema bongo imekuwa spata. Ngoja nikapaone. Ndio mzee. Sawa. Baba mdogo. Mwanangu niambie. Tupo bwana. Vipi mbuzi wapo Wale mbuzi wapo. Sema mmoja alivunjika mguu tu. Na nini tu? Si asubuhi ana mchezo wa kukimbia kama vile yuko kwenye riadha. Wakati anamkimbiza mwenzake. Ndio. Basi yule beberu sasa. Wakati anamkimbiza mwenzake sasa yule mwanamke alikuwa hataki. Kwa umekuta ametoka mbali sana basi amevunjika mguu. Mbona unacheka? Hasa mzee, mambo ya mtandao tena yananichangia. Mambo ya mtandao sawa. Umeona inameni. Kipindi kile ndo nimeuza madafu yangu nimeamua kununua. Bwana. Mzee naye una umo Wewe nimeona sio vizuri. Ngoja nikufungulia hapa mambo yaone. Nani? Mzee bwana huyu. Kuna yule mama Mwajuma wa Temeke si unamjua yule? Yupo humo. Nimemtafuta kweli. Aitwa Mzee Kichupi. Yako. Sasa hebu bwana tuongee tu. Bwana wewe mkubwa mwenzangu. Ndio shika chini. Na Shuka chini. ndio. Natakaje? Nataka umo uniwekee vitu. Tuna vitu mwenyewe. Niwekee mambo yale ya kizungu yale. Mambo gani tena? Wazungu wananifurahishaga sana. Mambo gani? Mambo ya wazungu yale ujui. Yaani mambo gani tena mpira? Hapana. Nani box? Hapana. Nini zile X zile? Malaba. Kumbe unajua wewe. Hata kwenye nyumba wanaandikaga kama nataka kubomolewa mambo kama yale bwana. Mimi napendaga. Sasa hapo ukitaka kupata utamzaidi umkute mtu mweusi na mweupe. Bwana wewe. Unaweza ukasema labda tu akiduku na dola mbabe wapo kwenye vitasa. Napendaga sana kwa kweli. Mzee kwani kweke hizi unataka hizi? Mimi ndo michezo yangu. Kwani si unaona mimi nachelewa hadi kuoa kwani kama mwana FA bado nipo sana. Kwa ajili ya hivyo moyo wenyu una stop. Jamani kuna watu Mungu kawaumba. Nani?
Ya kuingizia katika nani? Weka. Za mweusi na mweupe, mweusi na mweupe ndio nazipendaga sana hizo. Mweusi na mweupe. Na kuwekea na weusi kwa weusi. Weka hiyo nzuri hiyo. Hapa za hapa unasema unaweka na ngapi? Na kuwekeza nani? Za Italy, Asia na Brazil. Hiyo sasa. Sasa za hapa wewe. Msimu za hapa. Za hapa. Tanzania. Za Baba Bongo. Kama zina tight nazo. Unazipenda za Bongo? Weka. Kama za Bongo zinakuwa fupi. Wewe weka tu. Si wenze kwa ubongo wetu tunakopi na kupaste. Mimi zako kama nina Bluetooth na hifadhi. Mama! Wewe mtoto ya tani wewe. Mama! Bwana. Bwana. Mzee bado. Mzee wangu kwa hizi mtu. Ndio maana namuita mzee Kachupi yani. Ndio maana umepewa jina mzee Kachupi. Naye? Hello. Bwana wewe. Mimi mwenzako nikwambie kitu. Mimi haya makampuni kama angelikuwepo hapa Tanzania. Mimi ningeingia ningewaambia hata fomu ingelikuwa 200,000. Ningetoa na ningewaambia kabisa msinilipe hata ada. Angalia kazi si kazi ngumu, kuna kazi si kuhubiri kupata kifutu jasho. Yaani mimi umshitaki hela. Wewe kama umenisikia uko na makampuni kama haya wewe niunganishe. Sitaki mia. Utaweza? Hamna nimekuwekea na Batazali. Na ndio nimewaona. Hao wameanzia bafuni. Wamemalizia chumbani. Mama. Nani? Kama mguu wa mtoto. Kuna watu walemavu. Samahani, kuna maji chooni. Maji? Maji nini? Maji kufanya nini? Ya kuoga, naona kama jasho. Jasho. Hujavape mpazo? Nasikia jasho. Maji hapo chooni. Hapo. Kuna kipande cha sabuni? Hapo. Sabuni. Acha niende na simu. Simu sasa utaiogesha. Safari na muziki. Safari na muziki. Wewe ingejua yani mzee vipi, lakini sasa mbona kama ninaanza kukutesa sasa. Mbona kama nakutesa? Acha tu. Kwa mdogo. Nakuja. Mama, mbona kutembea hivi ukaenda kuja? Basi najuti sana kwa hivi vitu, najuti kwa singempatia kabisa. Kwa umri wake naona kama namtesa tu. Kama dhambi napata mimi. Baba mdogo ni mgonjwa kuliko hivi. Kwa hatari sana. Mpaka naulizia maji na kipande cha sabuni. Haipati sabuni nje nini? Mzee bana akubali kuzeeko. Ndio maana mgongo unapinda. Anakosa uloto. I am the Jupiter. 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 Samani. Mambo. Poa. Safi. Uko good? Mimi niko vizuri, niambie mzee. Afya Mungu, umependeza kwa kweli. Asante na uzuri unachangia. Na kweli. Wewe ulipotoka kule ujue nikajua yule msanii gani wanamuita Yami ujue. Nikasema huyu Yami ama ndio mimi Yami kwa kisauti. Kwa hiyo hapa tukisimama unaonekana wewe Yami, mimi naonekana Mbosso. Umeliona ilivyonoga hapo, ushafeli. Ndio bwana. Sasa wewe ni mwenyeji wa hapa? Mimi mwenyeji wa hapa. Unakaa hapa wewe? Nakaa hapa. Umeolewa? Swali gani hilo babu? Sasa hilo swali si unaweza ukakutana hata kwenye vitambulisho vya NIDA. Umeolewa? Na mimi wanikuze vizuri vipi, una mtoto?
Mimi? Watoto wenyewe wote wamefia tumboni. Pole. Asante bwana. Jieleze. Sawa. Eti jieleze. Unanikumbusha ile nyimbo jieleze, jieleze, jieleze mama, jieleze, jieleze, nitajieleza baba. Mimi hapa naitwa Mzee Chupi. Ni maneno tu hayo. Sasa bwana, mimi nimekusimamisha hapa, nina jambo. Nina jambo langu fulani hivi. Ujue hata unapotaka kutengeneza nyumba, kwanza lazima uanze na msingi. Ukianza na msingi ndio unaanza kunyanyua kozi, ndio unakuja juu unaweka bati. Kwa hiyo nisingeweza kuongea ghafla. Sasa mimi hapa unavyoniona mimi nimetokea, kuna kijiji kimoja kinaitwa Msanga. Unapajua sijui Msanga? Samahani, hapa unasoma historia ya marehemu, wasifu wa marehemu au vipi? Maana sikuelewi, unanipotezea muda wangu. Naanza kumwaga sifa kidogo. Wewe unapajua Msanga? Napajua fika. Unapajua? Mimi ndo natokea kule. Basi jirani yetu kule. Wewe na wewe upo kule. Wetu kule. Waukae. Kolongaza miyangu. Huko. Wetu huko. Mmekulia mjini. Mimi nimekulia huko, kule sijakaa sana kwa babu yangu. Waga naenda mara moja. Sawa. Sasa wewe ujue nilivyokuangalia wewe. Mimi ujue zamani nilikuwa meneja wa wasanii hawa. Sawa, kwa hiyo nilivyokuangalia jinsi ulivyo, unafaa kuwa video nini wanasema? Video vixen. Unakaa kwenye misingli pipuru yale, unavaa viguo vifupi, unacheza na watu hivi. Wacha. Umeona? Kwa hiyo mimi nilikuwa ndo zamani nawapelekea kina Harmonize walembo. Nilikuwa nawapelekea kina nani hawa? Kina Chino Malemani. Kumbe ulikuwa msanii babu. Mimi zamani nilikuwa kiboko we. Ndio maana wananiimbaga Mzee Chupi, kuna nyimbo ameimba. Ndio maana wakaniita Mzee Chupi. Ndio naijua hiyo. Sasa niingie kwenye mada. Sasa bwana, mimi niongee kitu. Hivyo wewe una mpenzi? Wala kunipa kijana wako? Hapana. Mimi nauliza hivyo na sababu. Hivyo mpenzi naye. Unaye? Ndio. Sasa mimi bwana, wazo langu, kwa nini usiwe ex wangu? Ex wako tena? Mbona chavichekesho babu? Mimi yani wewe ungelikuwa mimi ex wako ungependeza sana. Makubwa haya. Ujue mtoto wewe, ujue wewe mrembo sana. Wewe ungelikuwa na watu kama sisi, ungeenjoy sana. Kwa umri huo babu? Mimi nimekuelewa. Yaani hapa ubovu wa bodi tu, lakini injini mpya inafanya kazi. Makubwa. Sijui umenielewa. Yaani ile housing ni ya kubadilisha tu. Sijui umenielewa. Mimi nitakugea hela wewe. Wewe unanichukuliaje? Umeshamaliza kujieleza? Sasa mimi kwa nini sina kusikiliza wewe hapo sasa? Nikwambie tu, siwezi kutembea na gari bovu. Yaani ujana wako upeleke wapi kwa fuzi wako uje kumalizia kwangu ina huu. Tena unikome babu, mimi kwanza kukalia vizuri. Wazee wenzio waone hao. Sasa hayo mambo ya kizamani bwana hayo. Wewe unanichukuliaje? Kwanza mimi niangalie vizuri, alafu nije nitoke na kibabu kama wewe. Ona kama nije kuitwa mjane nikaenda mapema ina huu. Wewe sikiliza, mimi nitakupa pesa. Mimi nikikugea pesa sitaki tena uvae hivi kama unaenda kwenye msiba wa wasanii. Mimi nakununulia viguo vile vizuri. Mtu akikuangalia mwenyewe anakupenda. Na mimi ndo nakwambia ushindwe, siwezi kutoka na kizee kama wewe. Wewe sababu yangu kabisa. Kwa hiyo unasemaje? Nakwambia hivi ukome, siwezi kutoka na wewe, sikupendi, sikuhitaji. Atafutie wazee wenzio. Wewe unitaki? Ndio sikutaki. Hivi unajua kwa nini mimi niliitwaga Mzee Chupi? Najua mwenyewe kama kichupi, kitaiti, kiboksa. Na hilo jina la Mzee Chupi mimi nimebatizwa guest kwa taarifa yako. Na kama ukitaka kujua hivyo, binti nakuonea huruma sana. Nachekesha. Yaani nakuonea huruma sana. Unanikubali au nikubali? Sikutaki. Uko tayari kuwa na Mzee Chupi unanikataa? Sikutaki babu. Unanikataa? Ndio kwenda.
bakasheka ganda la chungwa. Niangalie kwanza. Niangalie macho. Texas. Utaongoza mwenyewe unapoelekea. Nimekukomesha. I am the Chupi. I am the Chupi. Ninga wewe. Wewe mzee Chupi anakataliwa. Ongoza mwenyewe geto. Babu. Yani hapo safi hapo. Mtoto kautaka. Nimekukomesha. Mimi ndo mzee Chupi. Karibu. Dada mambo. Mambo. Haongei au? Jamani kuna nini tena hapa? Halo. Sasa mama. Nimekuletea bwana. Mchumba wangu mpya huyu. Tena ikiwezekana nataka kuoa kabisa. Vipi mmetandika chumbani? Baba mkwe, yani wewe umekuja leo. Leo hiyo umetoka kuzunguka kidogo. Umepata na mke? Wewe. Kwa nini nisivionje vya mjini bwana? Unampeleka wapi mtoto wa watu? Kulia wewe. Wewe unajua nini wewe? Wewe si umewekwa tu. Wewe unaenda wapi? Mwache. Baba mkwe, lakini unachofanya sio kitu kizuri. Yaani umekuja leo tu umepata na mke baba mkwe. Wewe tabia gani hiyo uzeeki? Mwache bana. Itakuchwea wewe kaga hapo. Nini unapiga kelele. Tuwe hapa kwako nyumba hii wewe kwako. Wewe unajua mimi na bambo tupoje. Wewe mdomo tukuchonga. Bye, kazi njema mtatufungia mlango sawa. Baba mkwe anaingia chumbani kwangu jamani. Baba mkwe usiingie chumbani kwangu. Nakuja kumwambia mume wangu. Wow. Yaani wazee wengine hawazeeki. Kaja leo kapata mwanamke. Mzee kweli ana akili hata kama ni baba mkwe aisee hapana. Too much. Alafu anaita mwanamke anaingia naye chumbani kwangu ninakolala na mume wangu kweli. Mume wangu ngoja aje nakuja kumwambia. Chupi. I am the Chupi. Baba mkwe. Baba mkwe sinaongea na wewe. Bana baada ya kuniuliza habari za kazi unaniamitaita baba mkwe. Baba mkwe kafanya nini? Njoo. Wewe. Njoo. Texas Malimandi. Wow. Umalaya tu. Takufa. Umefanya nini mtoto wa watu baba mkwe? Umemfanya nini mtoto wa watu katoka mbio? Umemfanya nini huko ndani? Ni michezo midogo tu ya mazingaombwe. Mjinga sana. Hivyo ukoje? Umewezaje kufanya hivyo? Chumba chenyewe tuna chumba kimoja na seble. Unaleta wanawake unaenda nao chumbani. Kweli ninakolala mimi na mtoto wako ndo unapeleka mwana. Kwani wewe hapa kwako unanipangia masharti hapa kwako? Hivi wewe kwenye akili yako yeye ananiambia mimi eti na akili zake mwanangu yule eti bambo ananiambia mimi nilale sebleni. Mimi nimekuwa makochi au TV. Sasa mimi mnapolala nyinyi na mimi naleta mademu humo. Wajinga wewe, hebu nenda kwanza katandike shuka hilo. Sio tabia nzuri baba mkwe. Japo na kuheshimu kwamba wewe ni mkwe wangu, lakini hiki ulichokifanya ndani kwangu sijakipenda na sitaki kukiona tena kikijirudia. Wewe ni wa kulala kitanda kimoja, mimi ninapolala na mtoto wako, ninapocheza midundiko, ninapofanya kila kitu na mwanao, na wewe nao unapeleka demu wako. Kweli hiyo ni haki? Alafu ni tabia gani hiyo? Unachonga sana Unaongea sana pumba wewe. Hujanijua Ndio maana hata siku ya kwanza nimekwambia kabisa mwanzo usiniliwaambia mimi kwamba naitwa Mzee Chupi na kwani aje kwambia mumeo.
Sasa kwa nini hilo jina nimeitwa hilo? Sasa wewe naona unanifuatilia. Ila unachokitaka utakipata. Ndio nakwambia hivi. Mjinga mkubwa wewe. Sasa nione kama wewe unaweza kunyanyua mdomo wako wa kumwambia yeye. Alafu utaona. Na nitamwambia. Akirudi tu, ripoti ya kwanza ni wewe kuja na mwanamke hapa na kulala naye chumbani, tena chumbani kwangu namwambia. Kwa wewe baba mkwe, nguo zangu za ndani zote umeziona, nguo za mwanao za ndani umeziona, hata kama usiku tumeacha vitu vya hovyo hovyo, vyote umeviona chumbani. Kweli? Nakuja kumwambia. Siachi, namwambia. Unasemaje? Ushanisikia. Hebu niangalie. Unasemaje? Ndo nishasema. Umenisikia. Hata kama wewe baba mkwe wangu lakini tabia unaoifanya sio nzuri. Unaletaje mwanamke ndani? Petaji. Ongea sasa. Wewe si mwanamke, ongea sasa. Ongea sasa. Mjinga mkubwa wewe. Wewe unaleta maneno ya kijinga tu nini. Mjinga mkubwa wewe. Ongea sasa hapa. Na utakuwa hivyo kama sindiko, uongei tena mpaka unaenda kaburini. Nimesikia taarifa yako. Naam. Nimeona umeacha ujumbe pale. Umesema kwamba nikirudi tu nije hapa nije nyumbani kwako nije kusikiliza. Sawa kabisa. Na mimi nimeitikia wito, nimefika. Sawa kabisa. Bwana, mimi nashukuru kwa kukubali wito wangu. Ndio. Nimekuja pale kwako lakini nikakuta watoto tu, wewe haupo pale. Ndio. Lakini katika wito ambao nimekuita, yani kwamba mimi pale nimeona kuna mtu amekuja lakini sina taarifa naye. Mimi kama mjumbe. Unaona bwana? Sasa nataka kujua yani yule mtu ni nani? Yupo kwako pale? Lakini sina taarifa naye mimi kama mjumbe. Si unajua sasa hivi ndio imani yake. Yule bwana mimi babangu mdogo, tena amekuja ghafla tu. Au unaweza kusema aborichi ghafla. Okay. Yaani kwa kweli amefika na alipofika tu akaniambia bwana mimi nimekuja na nini nimetoka nyumbani kule na nino. Nimekaa muda mrefu hatujaonana nimefika tu. Okay. Bila mimi kujiandaa. Naam. Mimi babangu mdogo kwa hiyo nimekuja kutaarifa kwamba ni babangu mdogo. Na amekuja pale ghafla tu kwako pale ambapo wewe unakaa na mkeo na sasa atakuwa analala wapi yule? Manake mimi najua wewe upo katika kile chumba kimoja. Sasa yule mzee atakuwa analala wapi? Ndio mimi nashangaa nalo kwenye jambo hilo. Mimi yule mzee nilimwambia sana lakini yeye mwenyewe akambisho. Kanambia bwana ukinifukuza iwezekano. Kweli tunalala chumba kimoja mmoja wote ndani. Hayo bwana kisheria ni makosa. Umeona bwana? Hayo ni makosa, haiwezekani. Yaani haiwezekani. Tuchungulie. Sasa yani wewe mwenyewe si unaona hapo una mke sasa na yule mzee pale analala. Wewe una hilo jambo linawezekana vipi sasa? Yaani bwana mjumbe mzee halali yule. Yaani ninapata shida kutoka amefiki yeye. Kweli? Mimi sijashiriki nyumba. Yaani sijashiriki kabisa labda mchano. Na mchano joto kama hili. Kitoka nje joto. Anatosikia lakini tumeingia ndani na mke wangu naye anaingia. Sasa bwana sasa sijui tumuite naye ili lakini hili kisheria ni kosa. Yaani haitakiwi kabisa. Haitakiwi bwana wewe ulale mule watu watatu. Sasa inawezekana vipi unafikiri? Mimi mpaka watu wananiuliza wewe kama mjumbe mbona bado watu wengine unaenda kwao na nini? Huyu jamaa vipi? Hata kwa siku tumelala mimi na mke wangu siku ya pili yake tulikuwa tujajua tabia zake. Alitupa na turekodi usiku. Ana simu kubwa yule mzee. Ana simu kubwa katurekodi. Sasa hayo ni ananipiga picha mimi za hivi. Sasa itakuwa na matatizo naye sana. Yule mzee anaweza akasambaza hata picha zangu mimi za uwazi. Na wewe ulikuwa unafanya mambo wakati yeye yupo mule? Sasa wakati mwingine nakuwa kiu kujivunga na kukazi na mama mwenyewe namuona yule mke wangu alivyo. Anashawishi kweli. Basi mzee ana rekodi mkanda video. Kama video
Nipi mimi kama umechukua sema oh mimi sijirekodi. Sasa tumuite au tufanyeje yule jamaa? Ili kama vipi? Manake hapo wewe mtafutie tu nauli arudi kijijini au mpangie chumba kingine. Mimi naomba naye kwa sababu yule ni mtu mzima. Mimi nikimwambia kwamba nikakupangia chumba atako anasema eti mimi naingia salo si na nini. Yeye anataka alale mule. Anaviona mule ndani unaona. Sasa mimi ninachosema bwana wewe bora muiti wewe umkanye kama vipi mimi nimpangie chumba. Umpangie chumba au arudi huko. Lakini nayo taarifa naye mimi natakiwa taarifa zake nizipate, niandike mimi na kitambulisho chake cha taifa nikipate, tujue alipotokea huko. Wale wenzangu huko kwenye serikali za mitaa mwenyekiti nipate utambulisho wake. Kwa sababu hapa tatizo lolote linaweza likatokea. Haya amefariki ghafla sasa. Nikwambie mjumbe yule. Wewe unafikiri itakuwaje? Mimi nitafahamika. Mimi nina akili kweli na tunagombea mwenyekiti. Ni mjumbe yule. Hakuna mzee anipiga chabu kama yule. Yaani wanapiga chabu unaweza kumuona kalala kaelekee kule. Kumbe anawaangalia kwa chini hivi. Anaweza kaangalia kwa hivi. Lazima. Huyo mzee ana mambo mengi. Yaani huyo. Yaani sijaangalie vizuri sasa. Bwana anapiga chabu. Kwa hiyo ukiondoka kazini unamwacha pale nyumbani au? Yaani mimi namuacha pale na mke wangu anapopika ugali anakaa kwa nyuma hivi. Anamwangalia eti. Huyo mzee tumuite. Yaani tumuoji kiundani. Yaani tuweze kujua. Yaani amekuja huku kweli hataki kupangiwa. Umeona sasa hataki kupangiwa. Kurudi nyumbani hataki. Sasa wewe amekuja pale, wewe unaonaje hapo? Kwanza siku alifika ana jambo lake. Angalia mke wangu mimi akamuuliza hivi. Akaniuliza huyu mkeo nikamwambia ndiye mke wangu. Umempata wapi? Ananiuliza. Yaani ananitishi kweli yule mzee sijui amerogelezwa. Wewe umesema nani yako? Babangu mdogo. Unanichekesha sana. Sasa unamwiti nini wewe? Sasa wewe baba mdogo, lakini wewe mwenyewe unaonaje hapo? Hapo kweli kuna baba mdogo tena. Mimi naona alianzisha za kigeto. Aende nyumbani, mimi simtaka. Aende nyumbani. Yaani yule makika mwaka mmoja mimi nguo sina. Kabisa. Yaani unaweza kukuta pale. Siku nimemkuta na mwangalia mke wangu yule bafuni. Haki ya Mungu anampiga picha tena. Sasa wewe kwa nini? Anasema hii ni movie yangu. Unanichekesha. Yule mmoja akitoka huyo mzee tumuite bwana. Bwana mimi mwenyekiti bwana. Aondoke. Yaani ikishindikana sana tu umpangie chumba. Kama wewe unampenda sana wewe mzee. Chumba labda akakae Kilungule si huko. Ule mlima na uzee ule anashindwa kuvuka. Basi arudi nyumbani. Kwani si analima huko au ndo bwana wewe ana mambo mengi. Yaani bwana wewe umuite. Yaani sasa nimwandikie barua au wewe mwenyewe utakuja naye? Yaani yule nikimwambia mimi labda pengine anaweza kaona madharau. Wewe muandike barua mfuate na uje mfuate. Mimi nashukuru kwenye jambo hilo. Sawa. Umekubali wito, umekuja na mimi nimepata kujua. Ndio. Kumbe wewe yule ni babako mdogo. Babangu mdogo. Sasa king'ang'anizi kweli hapa. Basi mimi hapa hata kuniletea ubayo. Mimi namwandikia barua au siji nimfuate tu. Nimfuate yule aje. Barua umwachie pale, aje. Ili aje hapa. Sawa. Basi hilo limeisha. Asante. Ndio nilichokuitia bwana. Bwana shukuru. Utanisamee kama nimekusumbua. Hakuna shida bwana. Mimi mwenyewe nimeona baraka. Haya bwana. Bwana kila la heri. Naam. Karibu tena. Haya bwana. Sawa. I am the Chupio. I am the Chupio. I am the Chupio. I am the Chupio. Sasa bwana Kachupi, mzee Kachupi, wewe mzee Chupi. Leo nimeona nikutokee direct kabisa live. Sikutaka kwamba yayushe sijui itokee kama kwa mazingira, no. Nimekutokea live. Unajua ushakosea, unaanza kuchanganya makosa sasa hivi. Yaani unaanza ukiuka ile masharti yale. Ushaanza kukiuka masharti sasa hivi ushaanza. Unaona? Sasa hiyo itakukosti, no. Yaani hiyo lazima itakukosti tu mzee Chupi. Lazima itakukosti. Kwa sababu wewe haiwezekani uchukue vidogo vikubanika, vidogo vikubanika vinanuka shombo. Haiwezekani sisi masharti tunakupa kwamba wewe mimi mikurubembe ile mikurubembe yenyewe ile mikurubembe iliyokubuhu. Unaona bwana, unajua mapenzi vizuri. Nipe nikupe ile. Sasa katoka dogo kama gani ndugu yangu wewe. What happened? Mbona unakosea masharti sasa? What is this? Nichukue mimi mama mikubwa ile midonge. Si ndio maana yake? Si ndio tulipokubaliana? Si ndio makubaliano? Sasa naona unakokwendea huko, unakokwendea sasa wewe mzee Chupi.
unakokwendea sasa huko. Shida unayo. Yaani itakukuta shida baada ya shida na shida zaidi ya shida. Sawa, nimekuelewa. Sasa mzimu, mimi samani kidogo. Kwa nini mimi kama mimi sawa? Nipeni last chance. What happened? Last chance, my friend. Okay, what happened? Nilipitia igeni tu mimama mikubwa. Yaani mimama mikubwa ile ndio sisi tumeona kwamba ndio inafaa kufanya ufedhuli wako. Unaona ule ufedhuli ambaye kwamba tunakupa wewe ufedhuli ufanye kwa mimama mikubwa kwenye ile ambaye iliyokubuhu. Unaona sawa sawa. Sasa wewe ukajaribu tena kwenda unapotaka wewe mwenyewe na gani ushaanza kukiuka masharti, matokeo yake unaenda kupata vitoto vikinda vidogo vidogo vinavyonyonya. Ile ushaua masharti au kamu, what happened? Au kamu. Haiwezekani, impossible my friend. Possible. You know my friend. Impossible okay. Tena possible. Okay. Yeah. Sasa. Bebe. Lipitia igeni tu chance. No, haiwezekani nikakupa chance nyingine, haiwezekani. No, yani impossible kama nilivyokuambia. Impossible. Haiwezekani nikupe tena chance nyingine. Yes. Bebe. Yeah. Bebe nangu, nikupe chance nyingine. Lipitia again. Bibi nangu. Tu chance. Labda tu nikupe masaa 24 tuone. 24 hours. Yes, I like to for like. I give you 24 hours, no problem. Anyway, okay. Nakupa hiyo masaa 24. Niangalie kwanza kama unaleta problem anyway. Kazi unayo. Leo mimi nakamilisha. Utajua wewe sasa. Okay. Acha kubaka vitoto vidogo. Acha kubaka makinda. Chukua hiyo kubupi. Bonge imejimama yenye kufanya kazi vizuri bwege. Niachie mimi. I am the Chupio. I am the Chupio. I am the Chupio. I am the Chupio. Ndio bwana. Mimi bwana mjumbe. Nani? Ni mjumbe. Naitwa bwana Shakanya mjumbe hapa. Wote wananijua hapa. Mimi ndo mjumbe. Sawa sawa. Naam, nilimuita bwana ndugu yako pale ulipofikia pale. Huyu Bambo. Mwanangu. Nilimuita. Manake toka ufike hapa sikuwa na taarifa zako. Sawa sawa. Naam, sina taarifa zako. Nikashangaa pale kuna mgeni na sisi wajumbe lazima tupate taarifa za wageni wote wanaoingia katika mtaa huu. Nimekuja pale, nikaacha ujumbe, sikukuta mtu, nikakuta watoto tu. Lakini bwana Bambo akaja. Nikamuuliza, "Bwana pale mimi kwako nimekuta kuna ugeni, siku 2-3 hizi zimepita. Kuna ugeni pale. Lakini sina taarifa yoyote ya huyu mgeni." Akaniambia bwana, "Yule bwana baba yangu mdogo ametoka huko kijijini, amekuja." Sasa pale chumba kimoja. Nikamuuliza, "Mnalalaje pale na chumba kimoja?" Akaniambia, "Mimi nilimwambia toka na huko lakini hakusikia." Sasa. Sijakuelewa. Wewe unapoongea hivyo umesimama kama Mwamposa, unahubiri, umesimama hivyo kama upo kizimbani, umesimama hivyo au kama nisani fulani yupo kwenye show ana fulani. Sijakuelewa. Naona unaongea wewe tu. Sasa matatizo. Mimi mjumbe. Nimekuambia hapa mimi ndio nyumba zote za mtaa huu, mimi ndio mjumbe. Bwana Shakanya wananijua mimi. Yule bwana tatizo ana chumba kimoja, ana mke mule ndani. Na nilikuwa naona kuna mtu mwingine anaishi. Sasa na wewe upo pale pale. Nikamuambia, "Huyu kuna ugeni nimeuona na huyu ugeni mimi kama mwenye mjumbe, kwa nini mimi nisipate taarifa ya huyu mtu?" Ameniambia babangu mdogo, na tena mimi yule babangu mdogo sasa halali mule usiku, mimi hata usingizi sipati. Silali sasa nalala wapi? Yani ananiambia mimi wewe, yani hata kufanya yale mambo yale ndoa, hapati ndoa. Yani wewe ulali yani. Yeye akikukuruka kidogo wewe ushaamka tayari. Unaona? Sasa kama mambo ananisumbua na lalaji. Na simu. Ananiambia mimi na simu. Yani muda mwingine anakukuta kama vile kama una rekodi. Yani kama una rekodi anakuambia, "Bwana, vipi mbona baba mdogo kama unachukua video?"
Sawa, kwenye swala la kurekodi sina rekodi. Mbona waandishi wa habari wana rekodi? Kwa sababu makosa kisheria. Bwana. Sikiliza bwana wewe. Haya, yule mimi mwanangu. Nimeanza kumuogesha toka Kingengea kidogo mpaka anafikia pale. Kwani mimi vitu gani mimi nisovijua kwenye mwili yake? Sema sasa ule mkarandinga yule mkewe. Kuna baadhi ya vitu navifanyia research na kutafuta pale nivione. Hilo kosa kisheria. Ni kweli yule mtu tunamuona yule mama yule wa yule ndugu yako mwanawe. Mimi mwenyewe kweli kama mjumbe yule mtu, lakini ananiambia wewe kama chukua video yani hata mchana muda mwingine wewe utoki mule ndani, yeye anashindwa kufanya mambo yake. Kila anapokuambia basi kama vipi urudi au akupangie chumba, wewe utaki. Sasa kwa nini asikupangie chumba? Na uwezo anao akupangie chumba, lakini wewe utaki. Unataka unang'ang'ania mule. Unampiga picha. Yani una rekodi, yani una vitu mule. Sasa kisheria ni makosa, na taarifa zako sina mimi kama mjumbe. Natakiwa nipate kitambulisho cha taifa chako, na kule ulipotoka kule serikali za mitaa utambulisho wako. Hapa matatizo, umeona matatizo sasa kama hayo yanatokea. Sasa nisikilize, wewe mdogo sana. Sijui imekuaje kwenu huko Dar es Salaam mnaweka wajumbe vijana. Sasa kwetu kule wajumbe wote wazee. Miaka 80 100. Mwenyekiti ana 100, mjumbe utakuta ana 70. Lakini nyinyi wadogo. Sasa sikiliza. Wewe ni mwanangu. Yaani wewe mimi nakuzaa kunavuta sigara. Pale taifa. Kia Mungu. Nisiongee kwa nini. Sasa sikiliza. Naam. Sikiliza bwana. Naam. Kama amekwambia hivyo kwanza amekuongopea. Kwa sababu yule mkewe yule. Yule gumina muitaga gurudumu yule. Yule mwenye ndo ananitega. Mimi muda mwingine nakaa pale sebuleni pale. Nakaa hivi. Nimetulia tu, nimelilakisi pale. Basi anapita, anakangai moja. Mpaka siku akatupua ile nguo, babangu naongea kweli, akanifanyia, "Hana mzee kichupi." Akafanya ukaona kabisa. Kanionesha. Yaani mtu kama Twela umeliona, kwa nini usichungulie na picha ulione kabisa kwamba linahitaji? Mimi kweli nimemuona. Sasa yule yeye ananitaka. Bwana Bambo ya bila ananitaka. Muda mwingine ananikonyeza, ile jitu analifanyaga hivi, sijui ndo kukonyeza kwenu huko, ananikonyeza, ananitaka. Na huyo Bambo mimi nikwambie kitu asemi chochote kuhusu mimi, anakufahamu vizuri tu. Na mimi siendi kupanga. Pale kwa sababu mimi napenda kusikiliza milindimo ya sauti. Ndio maana sitokagi sana. Ana sauti yule mwanamke. Bwana wewe kama vipi bwana? Sikiliza, usije karibu ndoa ya watu. Kama vipi urudi tu kijijini. Subutu urudi. Japokuwa kweli umemlea na kila kitu wewe unakijua cha yule bwana. Sasa na yule mkewe ana haki zake za kisheria. Ana haki zake, wewe utakiwi yule. Japokuwa naye anakuonesha. Sasa mimi hapo kwenye kukuonyesha hapo. Umeona kweli? Au bwana wewe unamsingizia yule mama wa watu? Mimi bwana nimeona. Sitaki tu kuyamwaga, nimeona. Ndio pale usingizi unakuwa upatikana. Wewe bwana urudi kijijini. Au akupangie chumba. Kwani wewe una mke kule nyumbani? Au? Sikiliza bwana, wewe inakuhusu nini? Mjumbe. Mwenyekiti mjumbe. Sawa. Sasa mimi bwana mimi naondoka kwanza. Hapana. Alafu nikwambie kitu. Swala la kunifuatilia. Sitaki. You never know. I'm like together. Mbona kama unanitishia amani? Sitaki kufuatiliwa. Kama ukinifuatilia, utakuja kuuona undani wangu. Naomba mwenyekiti acha hapo. Yaani fanya vile kama unanasia hapo. Usitingishike, usikwende kokote. Kama wale nani, ukisimama mchale, ukisimama ni mchale. Mimi bwana ile swala itabidi nilipeleke mbele. Hata ukipeleka nyuma huko utajua mwenyewe, mimi nishasema hivyo. Mimi sitaki, yani sitaki. Huyo Bambo akija sitaki. Sio kisa nakaa pale eti kunipa viugali vyake, viugali vyenyewe ananipa uchoyo. Ndio anakuja kunisemea mpaka kwa mjumbe. Huyu atafikia tu anaweza kanipeleka hata mahakamani. Kisa nini sasa?
Mpaka anakuja ananishtaki huyo bwana Bambo. Mimi anijui kama mimi nimemlea yule. Sasa mimi zamu yake naye kunilea. Ila tu asiniogeshe. Kama kuniogesha niogeshe mkewe. Naondoka. I am the chupi huyo. I am the chupi huyo. Jamani. Kuna kitu naona kimenikaba kumoyo. Naam. Samani. Naam. Mjumbe. Naam. Unaitwa nani? Mimi bwana Shakanya. Shakanya. Alimaarufu. Wananijua mimi ndo mjumbe. Tot. Hata promotion kama unauza dawa za mbu. Sasa? Naam. Mimi naitwa Mzee Chupi. Kama kashindwa kukwambia yule kijana naitwa Mzee Chupi. Sawa Sawa. Nimebatizwa guest hilo jina. Alafu sasa nataka nikuulize kitu. Una mke ndani? Mke ni naye. Unaye? Take size my friend. Kwa hiyo mke wangu naomba unisaidie. Na hata afya hiyo jamani, afya ile haisindikizwi kwa matonge wala kwa uroho. Afya inakuja wenyewe tu. Huwezi kuilazimisha kiasi hicho. Kwa mashindano hapa tu tunaangaliana. Hata ongea tusiwazie kidogo yana busara. Kwa hiyo watu wazima hata mkono unaonekana uwa wake. Kwa hiyo naomba mkali sana baba. Kwa hiyo naomba haya mapambano dalili ishaanza mapema hapa. Kwa hiyo nakuomba malaika uwe karibu na mimi ili mashindano yaendelee zaidi. Naona hapa nishaona kabisa amani kama inapotea. Kwa kusema hayo. Amen. 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 Amina. Amina. Amina bamdo. Wewe unapenda sana kielele wewe. Kwa nini? Sasa mimi kipindi na swali hapa namshirikisha Mungu kolabo. Wewe hapo unafunua nini sasa? Yaani kuna angalia hapa kupata libiko. Tabia mbaya hiyo. Ukui tu. Amani ba mdogo. Sogeza huko. Wewe. Tikitia pale. Tikitia pale. Ndo nini? Adabu gani ndo bwana? Mtu mzima sija nao unanawa wewe. Adabu gani mliojifunza wewe? Ndio maana unakuta muda mwingine jua linawaka tofauti. Kwa sababu ya laana zenu nyinyi watoto wa sasa hivi. Hebo. Atafuta maji ya kunawa mengine unawe. Sisi wakubwa kuja nao wewe kielele. Yo. Mdogo bwana. Hakuna adabu mbaya hiyo. Sheria za kizamani naziletaje huku bwana? Sio sheria ya kizamani bila ziziheki. Ndio mnapojidanganya hivyo. Ndio maana mvua inanyesha mafungu. Kwa sababu za laana zenu hizo. Bwana shikaje udongo mimi nakumaindi bwana. Nenda huko bwana wewe. Hata kama unanunua wewe chakula, nisiseme hivyo kwa nini bwana? Uwe na adabu bwana. Nipilika ziishi bwana. Sasa mbona unaitorosha hiyo mboga? Anaitorosha na serikali yenyewe. Umeitorosha hapa. Mzee Kichupi bwana wewe mimi unanisumbua sana. Hakuna. Hata hapo. Adabu gani? Adabu gani sasa? Sasa mimi nifanyeje? Hata mkubwa bado sijachukua nyama, unachukua wewe nyama. Umefundishwa na nani wewe? Ovyo. Na usimege matonge makubwa kama unamegea mtu aliondoka bwana. Mega kidogo, unachundwa kumega hivyo kidogo. Sema mdogo size ya mtu anakata tonge lolote. Umezidi sana bwana wewe. Mzee bwana.
Unajisikiaje? Najuta kukaribishwa. Adabu mbaya tu hiyo. Ni watoto wa sasa hivi hamna adabu. Hamna adabu. Lama nakula. Mzee lazima urudi bushi. Jamani, punguza matonge. Mpaka watujue huko mtaani kama hili saizi ndio tunakula. Wana sikata saizi yako gani? Hakuna bwana wewe. Wewe umechukua mbongo wa Mkanyama. Unaninyanyasa kwa vile kwenu. Maana kuona sana wewe. Ukiona siku hapa ndani kumepikwa nyama wewe na mkeo, mna sura fulani kama za kutaka kufa au vile kama mnataka kunyongwa. Mnabadilika kabisa sura mkipika nyama huko ndani. Hamza Kichupu mimi nitaalishaongea na shangazi. Anakuja kukuchukua. Siendi sehemu yoyote. Mapiga simu naambia mnaning'ang'anio. Hapo ananiingizia mademu ndani. Kila kitu alipo inakupelekea. Waambie tu. Wewe unaninyanyasa kwa vile unanilisha wewe hapa ndio maana unaninyanyasa hivyo. Sasa haya mimi mtu mzima haya. Mwili wangu na mwili wako sawa. Wewe ndio unachukua mipande mikubwa. Unataka mimi unikaushe damu mwilini. Kwa nini mimi ile upande kubwa usinipe mimi? Huo ni uonevu. Huo ni uonevu kabisa. Sawa. Hii taoni. Haya kuku wenyewe hawana hata mifupa kama si ponchi. Unakuja nao buchi. Wewe mwenyewe ufugi. No. Unawasema mitonge inakwenda. Yote niseme. Wewe mtu amatamu jielewe. Kujielewe nini? Ujielewe bwana wewe. Sijielewe nini sasa? Wewe haya siku nyingine unachukuaga hata nyama. Kila siku makuku haya tu. Wewe kuku unalidunga sindano siku 2 lishakuwa kubwa mnalichinja. Msianze kuwa na mapresha. Wewe kila siku unachukua mademo. Kila siku unawaza mademu. Si wewe unaenda kuko. Sasa kila mtu duniani na starehe yake. Duniani watu ukifika huko kabla ya kuzaliwa wewe kama ulikuwa ujui. Kule unaulizwa. Wewe unapenda kinywaji gani? Kwani wanachongangania nyumbani kwangu nini? Nimependa tu baridi la umu. Mjinga. Baba mdogo yani wewe umesiju umerogo wapi? Mimi nakuvumilia kwa sababu nakuona wewe kinondo. Nikisema nikufukuze hapo 28. Nondo ndo nani? Kinondo ndo nani? Kuna mtambo. Kuna kichuma, kuna nondo. Sawa. Mtambo mweu. Kinondo wajukuu. Hadi kichuma. Nondo. Ambaye ni baba mdogo. Mbona nondo ndo mbona jina zuri. Si ndio zamani walikuwa wanaitwa wale Masela Nondo. Jina tamu hilo wewe. Mbona vipi? Mbona mko yaji tu? Hajisikii vibaya. Anaumwa. Mara mwisho nimeona kabisa kipande cha dongo. Mimba hiyo. Mimba hiyo. Naona anajenga nyumba ndani kwa ndani. Hiyo itakuwa mimba. Kweli? Mjamzito, mimi sinajua. Sana kula mawe. Ndio inavyokuaga. Mimi kipindi kile kuna mama mmoja kule ndo akamtoa mpaka kwenye gazeti. Alipopata mimba akaanza kutafuna simu. Kwetu kule. Katafuna simu. Mwisho wa siku kwenda kujifungua. Basi zimetoka laini za kila aina pamoja na vote. Kweli? Unaongea. Kijijini huko. Mpa akafuna simu hajisaidia laini. Kweli na mpaka wifi zimetoka.
Mama. Tena watu wanaperuzi kijiji kizima, katusaidia. Yule dada ujua amemweka kwenye picha ya kumbukumbu hivyo kama mnara pale kijijini. Na amekuwa yani muongeza urefu. Ndio aende kama mnara pale. Ana sifa nyingi. Kwa mnara kwa ajili ya kazi gani? Ndio kazi hiyo iliyomtokea kwenye mambo ya mitandao. Kwa hiyo kutafuna kama mkeo ni kawaida mtu akiwa na mimba vile. Unaweza ukakuta siku katoboa tofali ile akalimeza au akalikangia yote. Hii inatokea hiyo mambo. Tuna tofali. Akaangia kwenye excuse. Ni kwenye nani? Mbona sioni mkubwa wa jiko? Mkubwa jiko yuko kwa. Bwana. Awe. Aupo. Mkubwa jiko hapa. Wanamuita mkuru. Basi mpe pole yake, maana mie pale hata asubuhi sijamuona, maana anatokaga ule kama kuku asubuhi. Fungulia kuku asubuhi lazima aende chooni. Leo sijamuona kabisa jamani. Baba simetanganisha shuka tu pale. Naona kwa mara nyingine tena nimewaita hapa. Umetuiti mimi na baba mdogo. Naam. Kulingana na matatizo yetu yalivyo, unajua Kimilo. Kwa kule nyumbani kama ndugu mnaishi kwa matatizo. Hao wakaji ndugu yako sehemu kama yuko ya Mbalo, ukamwachi bila kumpa kampano, inakuwa mbaya sana. Ndio. Sasa kama tulivyoongea mara ya kwanza. Ndio. Nilivyokuambia kwamba bwana kuna ugeni pale kwako. Ndiyo. Alafu ugeni mimi nilikuwa sina taarifa nao kama mjumbe. Ndio. Na bahati nzuri nikampelekea na huyu barua akaja hapa. Ndio. Na alipokuja tukaongea sana maneno mengi kiundani. Umeona bwana? Sasa mimi mwenyewe nikamueleza yani kwamba alifiki vipi hapa? Ameletwa na mtoto. Yani kwamba kuna mtoto akamleta, akamuonesha kwa mwenyekiti ndio hapa, basi nikakaa naye chini. Tukaongea sana kiundani. Mjumbe ukumbuke. Kaongea sana yani kama mimi mjumbe. Sasa nikamueleza yani kwamba kisheria kwanza taarifa naye nilikuwa sina, yupo kwako. Alafu nikawa nimemshangaa sana. Inakuwaje akae kwako wakati wewe upo na mkeo pale na wewe unakaa naye kwenye chumba kimoja huyu mzee? Naye akafunguka. Nikamwambia kabisa, bwana kama inawezekana upangiwe chumba na nipate dokumenti zile za kutoka kule ulipotoka. Yaani nipate kitambulisho chake cha taifa huyu na barua za utambulisho kutoka kule serikali za kule za mtaa kule. Mimi bwana mjumbe. Mimi bwana kiukweli bwana baba mdogo bwana anakuwa kama anifanyia unyanyasaji wa kijinsia. Huyu inatakiwa hapa nyumbani kwangu mimi niko na mke wangu na kuna watoto sasa hivi nimewahamishi kidogo kuna sehemu ameenda likizo. Na wale wakirudi watakuja kukaa na karibuni wanarudi. Na nikamuuliza yeye unataka kukaa muda gani, anasema niweze kukaa mpaka afariki pale pale. Umeona? Sasa mimi ndani mimi sina imani. Chumba kimoja ulale na huyu alale na mkoyo, kweli inawezekana? Haiwezekani. Alali huyu usiku anatulekodo, ana simu kubwa hapo. Na mimi hilo jambo nilijaribu kumdokezea, akaniambia mimi yule nimemlea mwenyewe. Kwa hiyo kama hata utupu wake mimi toka mtoto mdogo namjua. Sasa kuna ajabu gani? Unaelewa? Nikamwambia hapana, kisheria hayo ni mambo ya makosa. Ni makosa. Anakwambia hivi. Ananiambia na yule mkeo sasa. Naye akiwa pale nyumbani labda wewe haupo. Ananiambia mimi yule yani muda mwingine anaangusha kitenge. Yeye yani anaona vile. Anamangusha nani? Yani yule mkeo anaangusha kitenge, yeye anaona dingi mpaka kufuli. Ni dingi mispendo juu. Dingi mistako juu. Dingo mistako bana. Haya mambo unanifanyia mistako pale kwangu mimi uondoko. Sasa mimi naongea kitu kimoja sana. Mmeongea sana. Kama mpo kikao cha kumfunda mwana. Mimi haijalishi. Mimi niongee kitu kimoja. Wewe mwanangu. Naongea ukweli, wewe mwanangu.
Na mimi nadeka. Mimi ndo wa kwanza, mimi ndo niliokulea baada ya babako wewe kufa, mimi ndo niliokulewa. Sio umenielewa? Nimekunausha kila sehemu wewe. Nakujua kila sehemu wewe. Nani? Unaishi nani? Ndio nasema wewe hapo nakujua vizuri bwana baba. Najua nini? Nakujua vizuri jinsi ulivyo wewe. Sasa unaponiambia kwamba eti ndio kazi nenda kapange huko. Kwanza mimi kuishi peke yangu siwezi. Naogopa mimi. Sasa ukae wapi? Nakaa pale pale. Na pale kuna nafasi kubwa tu pale na matofali mawili matatu pale nimeona. Unanijengea pale kwa pembeni pale. Kajumba changu kidogo dogo fulani. Natafuta mwanamke mwenyewe namweka ndani. Maisha yanaenda. Ndio anachokiwazi yeye, yani anawazi demo. Yaani akili yake huyo. Anaweza hata mule ndani akaingia kama siku hamna mtu. Anaweza kaingiza demo mule ndani kitandani kwangu. Lakini wewe ni babako mdogo kabisa. Babangu mdogo kabisa huyu. Toka na babangu mimi mzazi. Na sasa yeye anaposema anatoka huko, anakuja kukulalamikia wewe matatizo. Mimi ni mjumbe. Kwanza nilitaka taarifa zako. Ndo namwambia sasa yeye. Yesu ndo kamwaga kapiga teke sufuria la ugali. Mimi napiga teke sufuria la mboga. Huyo mke wake huyo. Huyo mke wangu mimi. Hamna kitu. Siku hiyo ndo kama nilivyokuambia. Mimi niko pale singurum pale nakaa naangalia pale. Mwenyewe nachezea simu yangu tena na peruzi. Umeona naangalia mambo ya maafa ya Kongo huko. Hapa anavouawa. Yeye akaja pale. Mzee Chupi. Vipi? Kamwambia safi. Akanishika bega ya huko. Nikamwambia niache. Baba mimi sitaki sisi mambo kijinga. Sasa wewe baba mimi tutakosana bwana. Mimi mimi nitampiga kofi. Nipige. Sana nataka kunipige. Wewe ngoja aje. Kama sija kumwambia lakini nipige. Tujue. Wewe endelea. Nisiongee ukweli bwana. Endelea bwana. Au kisa unakaa kwako pale unanilisha ndo unanisimama. Kwa hiyo akakushika. Basi bwana kanishika bega. Nikamwambia niache. Nyimbo ya kizamani usinishike bega bwanangu yuko hapa. Nikamwimbia akachoka. Baadaye sasa akachukua ile nguo. Alivaa kanga moja bwana. Akavua hivi. Bwana wewe. Ukaona? Nimecheki hivi. Namjua kila kitu bwana wewe. Nani mzee? Mimi sipendi mambo ya bwana mzee bwana. Mimi sitaki matatizo, mimi sitaki mzee jamani. Mjumbe, mimi aondoke pale bwana, mimi sitako bwana. Sasa wewe kama mtu mzima, mimi naona bwana wewe waache tu hao watoto kama vipi urudi. Wewe kapanga au urudi au akupangie chumba au wewe umekuja kufanya nini mzee bwana? Sitaki. Sasa wewe unakaa mimi tunakaa chumba kimoja mimi na mke wangu na wewe ndani. Alafu unanirekodi usiku. Kisheria ile haitakiwi. Wewe anasema kwamba anashuti si usiku. Sasa jamani, swala ya kushuti si ndio kumbukumbu hiyo? Hata mimi kumbukumbu nitaipata wapi hata kama akifa kumbukumbu nitaipata wapi? Mama. Hiyo kisheria mzee wangu ni makosa makubwa. Hakuna bwana wewe. Hayo ni makosa. Umze shido. Mimi nakwambia. Sasa wewe mtu ngoja unaweza ukalala ndani mule. Unakuta usingizi auji. Unakaa unasikiliza milindimo ya sauti. Mara yala, mara nakufa. Mama we nakufa. Nyala. Unaniumiza. Hata mimi nifanyeje? Wewe kama wewe kweli unaweza kulala wewe. Ndio maana upangiwe chumba. Sitaki. Sasa bwana jirani tutafanyaje? Maana baba yako mwenyewe mimi sielewi tena hapo nifanyaje. Labda tumchukue mimi nitampigia simu mwanae. Mwanae mmoja mwanajeshi. Amchukue. Ndio anamuogopa yule. Yule alikuja kumtoa hapa. Subutu atanionea wapi? Siku akija mimi pale unajificha. Atanionea wapi? Unaoni sasa na mke naoni. Huyu mwanajeshi akija pale anakaa hata wiki. Anaondoka. Aondoke huyo. Aende basi huko. Yule mwanajeshi anamuogopa lakini wengine anawasumbua sana. Lakini kama vipi mpangie chumba alafu mimi mjumbe niongee ukweli namwambia kweli. Kwa hiyo mzee wangu mwanangu mimi unitaki kabisa. Sema kama unitaki kabisa mimi nakumwagia radhi. Nimetoka kijijini huko kijijini huko. Masuala ya mioko mpaka muda mwingine inafanana miguu na kitimoto. Lakini wewe unataka mimi unirudishe kijijini.
Unataka mimi mgongo umepinda kwa ajili ya mzee si hivi. Kwa nini sasa wewe unang'ang'ania kukaa na mkweo chumba kimoja na mimi wote tunakaa huko mdano? Halafu unatuchungulia. Sio kukuchungulia kama wewe mwanangu kweli unalala pale unalizika. Mtu anapiga kelele utakosa kuchungulia ushuhudie kwamba vipi watu wanauana. Unanikosea mwanangu. Sawa mimi nitaondoka. Lakini nakwambia ukiendelea kunifuatilia mimi nakupa lazi. Mimi nikikutolea hata kinyonyo hiki. Nakwambia unaokota makopo. Mimi naondoka. Unamwona ndio zake hizi. Na mimi alinitishia alipokuja hapa ameniambia nisimfuatilie. Yaani mzee ananifanyia mambo yake hivi hivi. Ameniambia nikimfuatilia nitamjua kiundani. Yule mzee wa ndani na mkoe humo ndani humo. Hii kazi na changamoto hii. Chabu alichungulia. Anaamka usiku bwana mwenyekiti mimi naenda kumfuba. Bana hii kazi yangu mimi ina changamoto. Basi bwana ndio hivyo. Hebu tena ukiona kimya sijasahau mwanao napambana. Wala sijakudharau iwe usiku iwe mchana. Oh no 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 no.